La, stop. Kwa hiyo kila mtu ana huduma yake ndani yake. Mtu usidanganye na kujua nyota na kujua nyota kitu gani. Kila mtu ana nyota yake. Nenda msome nani? Nenda msome Ufunuo wa Yohana. Mtende kwa mwanzo mtaelewa. Ndafika pale kwa nyota. Nenda msome Ufunuo wa Yohana. Watu waje kutubeba ujinga. Wengine mpaka sasa kuna mtu ananiambia mimi hata sasa siwezi amini tena mtumishi wa Mungu. Kwa sababu gani? Huu ujinga unaendelea kwa mitandao. Badilike watumishi wa Mungu tubadilike. Ati Mariam wako na wafuasi wengi. Mariam wako na washirika wengi. Tufanye nini? Tumteketeze. Wewe mtumishi wa Mungu anateketeza kama nani? Wewe ndio uliniita ama Mungu ndio aliniita? Sawa, huwezi kuniteketeza lakini kunizima utanizima kwa sababu utashika ile utanishika katika anga. Hapo ninakubali. Nitakuwa nikiomba ninayoni. Nitakuwa nikiomba hamna kitu kinakuja. Hapo upande utakuwa umenifuata upande hiyo. Hapo utakuwa umenikamata. Lakini sasa nitarudi katika ile hali ya kawaida. Watumishi wa Mungu hawastahili kukaa kwenye wengine mnakaa jamani. Kama umeitwa kwa wito wa Mungu, simama na hiyo hali na ubadilishe watu, sio kuzima watu nyota zao, unazima watu huduma zao. Acha kuzimia watu nyota bana. Unazimia watu mpaka wazee. Kwani hamtaki maendeleo, hamtaki tukule nani, tukule pilau. Nini namna gani bana? Kwanza nikikumbuka nilizimia mjaliwa wangu. Naishwa na nguvu. Mungu akusaidie dadangu mahali uliko. Prophetess, Mungu akusamee sana na akusaidie. Wewe rudi tu mbele za Bwana, umuombe tu msamaha Mungu na atakusamea na ufocus na kazi yenye Mungu alikuta nayo. Lakini si prophetess bado. Hiyo maybe Mungu akupatie kama zawadi. Hiyo maybe Mungu akupatie kama gift. Inaitwa karama. Hiyo ndo karama Mungu anatuongezeaga. Mtu asimame na ile pati yake Mungu alimpa. Simama na pati yako yenye Mungu alikupatia. Alafu ile karama ni ile anaongezea sasa. Maybe sasa mimi sasa nimuombeze. Alafu nije nipate hiyo kibali ya unabii, nije nipate maybe ya uimbaji. Hiyo ni karama Mungu ameniongezea juu yangu. Kwa hiyo mtu asimame kwa pati yake mmoja kudanganya watu, watumishi wa Mungu. Mmoja kupoteza watu katika mitandao. Nakwambia nitakuvunjia madhabahu. Unavunja madhabahu na wewe mwenyewe nguvu una. Koma kabisa na ukomae. Ukome kabisa. Unavunja madhabahu, unafanya mwenzako unaona mimi venye nimenyoka. Sababu ya kufasti. Ya kumuita Mungu. Unaona venye nilivyo? Mimi nilikuwa kibonge cha mama. Lakini hiyo kibonge haijalishe. Yote ni mambo ya nanio hiyo. Nimeamua kumtafuta Mungu hata nimtumikie kwa roho na kweli. Sio kudanganya watu. Ati tuma sadaka nikutabirie. Tuma sadaka nikufungue sijui nini. Na uje na kufuli nikufungulie maisha. Koma. Wamefanya ni biashara kabisa. Huku watu wanadanganywa jamani, fungukeni macho ya kiroho. Mungu afungue macho ya kiroho kwa jina la Yesu. Macho na masikio, muone na msikie. Alafu kitu moja nilikuja kurealize huyo demo alikuwa hataki ukizunguka kwa malevi zote, manake watafanya nini? Manake watafunguliwa kule, wataambiwa ukweli. So akikupata umeenda kule unakuja unatolewa kwa nani? Unakuja unablokiwa kule. Manake utatoa siri. Watu fungukeni jamani. Mali mmekamata fungukeni. Huyu dada anatamani aingie hapa lakini simuoni. Sijamuona. Najaribu sana kumwangalia kama ameingia. Hiyo nyota iko revolution, yes.
Nyota ziko pale nyota. Alafu nyinyi mkapa mnadanganya mnagaia watu nyota. Nyota gani unagaia mtu? Watu simfikiri chini kweli. Ya roho na kweli na Mungu aliye mbinguni awaone jamani. Nataka kuvuka, Bwana univukishe. Nivuke ng'ambo, moyo wangu ufurahi. Nataka kuvuka, Bwana univukishe. Nivuke ng'ambo, moyo wangu ufurahi. Haya, kwa wale wenye linani, wale wenye walidanganywa wakaja kusikiza maneno yule mdada mpaka wakanichukia bure for no reason. Habari wafikie. Mimi bado naendelea na injili. Mama yenu wako wapi saa hii? Ni box, empty box. Box tupu. Hamna lolote. Habari ifikie. Spaghetti. Hadi. Na, tomate. يلا ما شاء الله. أنت زوجة صح؟ يلا شكرا. بصل فلفل أخضر كذا سايز شيبس كذا. أيوه كذا وجزر فيه بس كمان كذا وطماطم فرم بعد. يلا بصل فرفر كذا. يلا ما سلام. دجاج كت small or medium. يلا. Mtu anakuja unaambiwa nimeona Mariam amejitukuza kwangu kinyoka. Kwa ma chenzi mkubwa kabisa. Yaani hiyo kitu iliniumiza by the way, maana mimi sijui uchawi ni nini wala uganga sijui ni nini. Nasema tajitukuzaje kwa mtu hivyo. Paka yani nikawa paka hao wafuasi wake, maana ni watu wenye nilikuwa nawapatia ujumbe. Mimi nilikuwa nikipata ujumbe wa mtu mimi naingia tu niboseka na mpo ujumbe. Bado kuna dada moja sitaisahau. Alinitukana vibaya sana, akaniambia mchawi unaniambia nini? Nikamwambia asante. Mimi ni mchawi wa Yesu. Akaniblock. Nilishangaa juzi naona amenifollow. Ananifollow nimfanyie nini? Mnaambiwa kweli lakini mnaona mnaonewa. Mimi nikiingia kwa madhabahu mara 2 mara 3. Ukiona sikuji kwa live yako jiulize maswali. Mimi Mungu wangu anidanganye kitu. Na huwa sijiforce. Huwa naenda mahali kulingana na roho venye ananiambia. Nikiingia mahali kuna nimetulia hapo niacha hapo nitulie. Mimi mahali kwingi sasa nimerushwa Shakahola. Sipo. Nikienda na maana najipata nimeongea ukweli. Najipata niko Shakahola. Maana nimetetu vitu wenye visaji pale. Ninarushwa chep. Ninapeleka Kirere kwa nani. Lakini Kirere yangu ni mzuri, maana inasaidia watu mahali. Mimi nitasimama na kuhubiri injili ya roho na kweli yenye Mungu ambao amenitia kunitoa katika ulevi, kunitoa katika uvutaji bangi, kunitoa kwa njia zote zile nilikuwa nafanya mbaya. Mimi hakuna klabu ambayo sijaingia Mombasa. Paka yenye mnaita Casablanca, hiyo Kasabio, nimeshaingia Kasabio. Nishipeleka hapo na jamaa wangu Mjaluo. Huyu jamaa hata sijui nipotelea wapi na yeye pia. Jamaa alikuwa na gari yake safi. Jamaa anakuja kunichukua. Tunapelekana. So mimi mtu hizi kuja kuniambia nipande kashuka. Mimi Mungu mahali amenitoa ndio najua mwenyewe. Kwa hiyo mnataka nitumike Mungu wangu kwa roho na kweli. Mtu asikuja kunibabisha kwa hii mitandao. Alafu uzuri tumepatana huko kwa mitandao. Watu warekebishe njia zao pia. Na muombe Mungu afungue macho ya kiroho. Ndio mjue mahali mnaingia live, mjue mnaingia mahali sawa ama si sawa. Mungu aongoze. Sio kuingia tu kila mahali mnaingia. Jiconnect na manyoka. Ama wajiconnect na madegano wenye unajiconnect nayo.
Unatoa sadaka kumbe hujui sadaka madhabahu yenye unatoa sadaka ni ya nini? Unaambiwa uvunje madhabahu, unaambiwa madhabahu ni ya nini inavunjwa, ama ueleze vizuri ukafundishwa kwanza. Unafaa ufundishe mtu ile somo kuhusu hiyo kitu kwanza yenye unataka kufanya, ndio aelewe kitu ninatolea sadaka. Hii sadaka naitoa kwa madhumuni gani, ama naitolea ifanye jambo gani? Wewe unatoa tu. Mimi najua kuna yule mwanamke mwenye alienda katika madhabahu, yule maskini, yule mjane na kuna yule tajiri mwenye alikuja pesa nyingi tu akatoa pale, wakatoa pesa. Na alipotoa zile pesa nani ilikubalika? Ile senti. Tena ilikuwa ndururu. Hiyo ndio ilikubalika. Mbona yao wengine haikubalika? Una rafiki yangu mwingine muombezi mwenzangu. Tulikuwa tunashirikiana naye kanisa moja Shanzu, tulikuwa tunashirikiana naye chachi moja. Na tulikuwa tunahudumu pamoja pale. Huyo dada anasema kufungula kwake huduma yake alitoa shilingi 150 peke yake. 150 peke yake. Na ndio Mungu akamfungua yani mpaka sasa mahali ile kwangu amefika ni Mungu tu. Yaani haamini kabisa. Ni mkopo mnakazana kusema mtumie sadaka mjiconnect na madhabahu. Mnajiconnect na madhabahu ya ujinga ama madhabahu yenye mmejiconnect nayo. Sadaka kwanza jiconnect na Mungu. Moyo wako mpatie Mungu kwanza. Ya pili mchungaji wako mwenye unamwamini. Sio kila mahali tu unabwaga. Hebu fungukeni macho ya kiroho tafadhali. Mahali mmefungwa mkono Yesu na mjielewe. Ni wale ndio nataka tu afike hapa aone tu hizo habari yenye naweka hapa. Hakuna bahati mimi block leo akaunti ya mwisho yenye ilikuwa imebakia, lakini bado nitafungua nyingine ndenda nyingine mpya. Tena nyingine mpya. Kila mtu akona neema yake, lakini sasa huyo naye Na kwa unajua mtumishi, wish ungekuwa pale ama ungejua yenye alikuwa ameniambia. Unajua sikukwambia. Sikuwa nimekwambia. Siri. Jambo likija wao naliangusha. Sasa mimi ndio hiyo, yani hiyo ndio huduma yangu yenye iko. Mimi sinaga siri. Siri sinaga. Sasa akajua huyu natumia hii njia kumuondoa katika madhabahu yangu. Akaweka uongo zake hapo na ndio hivyo. Na wenye wana akili kama za huyo mama yao wakatumia tu wakaamini tu ni kweli. Prophetess Daisy upo? Mungu atusamee na Mungu aturehemu. Na kila mtu asimame kwa pati yake yenye Mungu amemwitia. Hiyo ndio kitu naweza washauri. Kama watumishi wenzangu wenye mko mahali hapa, kila mtu asimame kwa zamu yake. Nataka unisaidia na account nyingine, unisaidie na account nyingine kama uko nayo mama. Tuende tukachafua kwa maneno baadaye. Acha niongee kama mamangu. Mamangu ni Mkamba. Mamangu anasemaga ndaa akiwa ngaona. Ndaa akiwa ngevyo. Ndaa akiwa ngevyo. Acha niongee kama mamangu leo.
Da kwanke hivyo mwitwa maiba. Najua Bwana unaweza, najua Bwana unaweza, hata kama itachukua muda. Najua Bwana unaweza, najua Mesia unaweza, najua Bwana unaweza, hata kama itachukua muda. Najua Oselela mwiyai mabata makwa. Oselela mwiyai onitabi aseima kwa makaima nanoivotona. Oselela mwiyai mwa oselela mwiyai mabata makwa. Oselela onitavishe anaima kwa makaima nanoivotona. Oselela mwiyai what more? Ndiani ngwaidanje, ndiani ngwaidanje, ndiani ngwaidanje, mwana wolikodambe. Ndiani ngwaidanje, ndiani ngwaidanje, ndiani ngwaidanje, mwana wolikodambe. Mtap screen tusianguke. Bado niko na chai, yani bado. Unajua mimi sinyamazangi. Na sikosaki maneno ya kuongea. Huwa niko na maneno fuanda. Huwa naongea sana. Mtap kwanza nimalize shughuli yenye niko nayo hapa, alafu ndo nikae chini niwape tena kwa wani nyingine. Raundi mpaka wati. Na wakubali wao katika njia wenye wameitwa na Mungu. Sio ukaba kwa majini, kwa mwili tu na kwa mili zao. Kwanza kuna maandiko nadhani siji kama ni Mathayo, kama si Mathayo, nadhani Mathayo. Inasema tumepewa bure, tupeane bure. Inakuaje unalipishwa nabii? Inakuaje unalipisha mtu akija kwako umtafsiria ndoto, ati unamwambia lipa eti tuma sadaka kiasi fulani, maana yake tunaingia mfungo. Ulisikia wapi? Mungu atakupokonya ile kipawa, apatie mtu mwingine mwenye kona hiyo shida. Mungu atapokonya ile neema, ataichukua ile neema, apatie mtu mwingine, maana hapo nje kuna watu wanahitaji hizo neema lakini hakuna. Sasa mimi kama kuna watu ambao siogopi, mimi siogopi binadamu. Kama ni wachawi nilikuwa nakula nao sani moja, kutokea nilikuwa mdogo. Nasikia watu ni wachawi mpaka nikafikia venye nimefikia. Sembuse mtu online. Maze, yani kumbe Mungu wako ameka kitu ndani yako, waga una ujasiri mwingine ambao hata huwezi jua yani unatoka wapi. Mimi nakuwa na ujasiri mwingine hata sijui yani sielewi. Ile ujasiri nakuwa nayo. I don't know. Siogopage mamia ya watu.
wa milele, Mungu wa baraka ni Bwana Yesu. Watu mtumie jina la Mungu vizuri, sio kutumia jina la Mungu vibaya. In the name of prophetess, in the name of mtumishi wa Mungu. Mimi kama mimi si leo hii hapa nilipo, hata harufu ya pombe siwezi sikia mbele yangu. Yaani nikisikia mbele yangu nasikia kutapika, yaani nasikia sijui nasikia nini yani. Yaani hata siwezi elezea. Alafu wewe uko hapo unakuja kuniongea vitu ambavyo viko. Wewe ni nani? Wewe ni nani? Kila mtu asimame kwa pati yake. Kila mtu asimame kwa pati yake yenye Mungu amemwitia. Lakini mwache kukata maneno ya uongo. Nilipanda nikashuka nikakuja. Wacheni kabisa. Mwache kutumia jina la Mungu vibaya mazee. Yaani mwache kabisa. Kama huna kitu mimi mpaka kuna watu kadhaa walikuwa wananiuliza hivi wewe kweli navua? Na wao uchizi wako wote na unaombea watu wanaleta ushuhuda kabisa. Nikamwambia kwa sababu sasa nitakaa saa zote nimenuna nitazeeka mapema. Niko na miaka 30 lakini ukiniangalia nakaa mtoto. Niko na miaka 30 lakini ukiniangalia nakaa mtoto mchanga. Nitamwaga leo kesho, yani na siku kama 3 ya kuongea kitu. Yaani naongea nikijirudia. Sitanyamaza mpaka utii. Na unirudishie pesa yangu ya Biblia yenye nilitoa na pesa yangu ya sadaka yangu yenye umekula. Hapo ndo tutaelewana mimi na wewe. Bure. Hakuna kusikizana. Ama unitafute chemba tuongee kama watu wazima. Sawa mama. Sawa kama mama salama. Hata nguko iko 30 ngapi? 37. Ila sina shida nayo, hata kizima mimi nitaenda nikiingia tu kwa room ndio zangu kulala. Sina otherwise. Unakaa unajinyima usingizi kwa mahali mtu hata mwenye mnasaidiana injili kumbe mwenzako anakunani. Mnasaidiana injili kumbe mwenzako ni sumu. Uzuri sio mimi leo napika, leo nasaidia kupika, nashukuru Mungu. Leo nasaidia kupika, nashukuru Mungu. Kwa hiyo mtaptap bado niko na chai na wakati nikitulia chini nitawapatia tu maneno kuhusu mtumishi wa Mungu, anajiita mtumishi wa Mungu, mwenye anajiita prophetess. Kumbe ni jina bandika, amejibandika tu hapo. Wacha kujibandika majina. Kama ni mwinjilisti, kama ni evangelist, simama kwa hiyo upati yako. Kama ni intercessor, simama kwa kazi yako. Mwache mwache kujibandika majina ambayo zipo. Mwache kulagai watu pesa huko mitandao. Kwanza ukikumbuka huko Gulf unafanya kazi kama mbwa. Alafu kwa hapo unasema fanya. Na sisi wanawake wenye tunaamini Mungu, tunatoa sadaka manake tunaamini tukifanya hivyo Mungu atatutendea. Mungu aongi kwanza, kitu cha kwanza hiyo nayo mjifunze. Mungu aongi. Mungu aongi na chochote kile. Ni ile nimekuombea, umepokea uponyaji, umepokea neema yako, wewe mwenyewe uguswe na roho yako, niletee thanksgiving. Thanksgiving unipatie. Hiyo siwezi katana, sie tu uniulize. Ni utume tu, unitumie tu.
Lakini ya kusema ati jiconnect na madhabahu, atifanye ufanye, atifanye ufanye. Wacha ujinga, hubiri injili iliyo hai. Injili ya Makofuli. Kwanza ya Makofuli ndio yani nimeitafuta hiyo injili mahali inaongea mambo na kuvunja kufungulia mtu maisha na kuturu kofuli. Nimeitafuta hiyo verse mahali kwa sijapata. Mahali nilipatana nayo ni hiyo ya nani? Hiyo nimepatana nayo hiyo ya nani hiyo? Hiyo inaitwa aje? Ufunguo peke yake. Kwa hiyo mwache kudanganya watu. Mwache kudanganya watu kwa mitandao. Tumechoka pia sisi tumechoka. Mtu ajite jina lake ameitwa nalo, ile jina lake. Ajite tu ile jina. Anaje kubandika majina ambayo haistahili. Nawaambiaje? Leo ni leo. Natoka hapa ninaenda kwake. Naenda na new account. Ninaenda na new account. Yaani sasa kujua liwe liwali. Anirudishie pesa yangu ya Biblia na pesa yenyewe nimetoka kwake kama sadaka. Anirudishie pesa zangu, sasa upuuzi. Kama mama umekuja inakuona, endelea kuchapa screen yako hapo. Tena leo afungue mapema kabisa, afungue mapema na akifungua unaniambia. Kama ukichungulia, ukifungua natoka hapa kwangu. Yaani leo mpaka kieleweke mama, mpaka kieleweke, atoke ujinga, aturudishe pesa zetu. Mimi kwanza nikikumbuka mtoto wangu ananidai bata mpaka saa hii, sijamnunulia bata. Ananidai bata. Sitaki kuongea mengi. Yeye akitaka amani na mimi afanye venye namwambia. Na bahati yake tu ameniblock leo hiyo account nyingine. Bahati yake. Ni kama amejua hii ngoma itakuja niandikie message moja hapa ya hatari. Akaona sitaki kuatibrekiwa. Maana yake nayo message unajua ukitumia mtu message huwa anabaki na maswali mengi sana. So akaamua ni block mapema. Na ni venye tu nilikuwa niko busy, maana yake ujumbe nilikuwa shampa kuanzia asubuhi. Ni vile tu nilikuwa nimeshikana mama. Ila hapajaribika jambo, maana yake bado namfuata pale live yake. Alafu nikienda sitachoma mapema. Nenda natulia tu pale kwanza kama mfala. Alafu mwisho wa siku ndo na haribu. Alafu leo alenda kale kaujinga kwa kujifanya amelala kule chini. Hapo sasa ndo anamwanika vizuri hapo. Maana yake watu watakuwa wamesoma zile message vizuri. Tusimwanike kama amekuwa hapo anaona. Tumwanike kama yuko kule chini, amejificha huko. Yaani mtu amekuwa vituko mpaka anajificha kwa kamera, aonekani kwa kamera. Haibu. Ndio tunaona sumbua. Yaani wakikwambia kitu ya kukata ni size moja ni size moja. Wewe imagine una kama sasa hivi nakatakata hizi vitu hivi alafu hizo ni pesa na hesabu. Lakini hapo sasa unakuja unatumia mtu alafu baadaye mwisho wa siku kumbe mahali ulikuwa unatuma sipo. Unajinyima vitu vingi. Ila mimi uzuri wangu mimi siji connect na madhabahu yake, ati kusema jiji connect na madhabahu, ati jifanyie, ati dedicate sijui watoto, ati dedicate sijui kazi yako. Hiyo ujinga sijifanya. Ndio maana nasemaga mimi ni mgumu na atabaki sana na nitabaki kuwa mgumu hivyo hivyo. Yaani na ngoja kangaona kama join hapa lakini sikaoni, sijui kako wapi. Maana yake sasa saa 3. Sikaoni. Natamani kuona kama join hapa. Maana yake kakifika nitaona.
Hata kama kalini block akifika hivi nitaona. Jina lake nitaliona pale lakini hataweza kujoin. Connect na madhabahu. Mtajikuja kujiconnect na kwingine mjipate sikwa. Na watu wafunguliwe macho ya kiroho waweze kuona na kuelewa. Sio kila mahali mtu akimbilia na kuingia. Haki mimi ni kama mimi Mungu alikuwa ananinyania tu kitambo. Maana yake mimi kweli mimi ni mtu mwingine wa ajabu sana. Ila namshukuru Mungu kwa yote. Namshukuru Mungu sana. Namshukuru Mungu. Ila nadhani habari itamfikia. Atamwambia we mtu fulani leo amekufungulia live. Bado ndafungua leo, kesho kuta mtondogo. Paka kieleweke. Ila alikuwa anasema ya juzi ati nimemfungulia live, sijafungua. Sasa leo ndo nimefungua rasmi. Na bado nina siku kama 4 za kwenda juu yake. Atajua ajui. Bado siku zingine 4. Watu waache kukula pesa za watu bana. Watu waache kudanganya watu na majina ya prophetess. Majina ya utumishi. Na sisi wamama pia mfunguke. Manake unaambiwa wanawake ndio wanakuaga rahisi sana kutoa. Ni kweli. Ni kweli. Sisi wanawake tuna hiyo roho sana. Akafanya mpaka watu wangu hapo wakapotea. Kwa kuteketeza. Maana aliwateketeza kweli. Kama saa 4 hapo. Kwa hiyo chunguka ukichungulia mama nimekwambia kama ukichungulia ukimpata tu hapo niambie tu nitoke hapo chep niingie upande hii. Nakwambia nitafungua nyingine saa hii account, sitaki upuuzi. Leo naenda na account mpya yenye haijafollow na mtu yoyote. Nataka kupika spaghetti lakini sio mimi nafanya tu kuandaa. Leo ninasaidia kupika na nashukuru. Kuna msichana amekuja hapa, alikuja juzi, msichana Madhe. So ninashukuru leo ananisaidia kupika, ameniambia nimuandalie tu vitu, anapika. Kwa hiyo mimi nikimaliza hapa nakaa chini na simu yangu, naanza kuwapatia 411. Tunapika spaghetti. Mimi nikimaliza hapa nakaa chini naanza kuwapatia 411. Vizuri, nilikuwa nimekaa. Sasa hamnioni vizuri. Nataka nikae kabisa kwa kamera vizuri ndo mnione vizuri.